More often than not, widows tend to be forgotten in the society, yet burdens they carry can be overwhelming. Across the country, many widows struggle to access support systems or even critical information that could help them rebuild their lives. Niliwachwa nikiwa na watoto wadogo sana. Niling'ang'ana mpaka ikafika mahali sasa nikaenda barini. Nikaona barini pia imenishinda. Nikarudi kupika pombe. This weekend in Nairobi, about 500 widow leaders drawn from the city's 17 sub-counties gathered for a meeting organized by the Hope Alive Foundation. We look at the challenges the widow faces and we realize that these challenges are similarly the same. It doesn't matter whether a widow is a Muslim or a Christian, they face same challenges because they both have lost their husbands and they are raising their children alone. The meeting aimed to equip them with information, training, and support network that would allow widows to stand together and face the challenges they share. Tutafikisha peak wakati ule tutakuwa katika kulaunch Hope Alive Nairobi County na tukiwa tunasherekea Hope Alive International Widows Day Nairobi County. For many of the women here, widowhood has come with painful experiences, from inheritance disputes to financial hardships, and in some cases, pressure to enter into forced marriages with relatives of their late husbands. 2011 hapo ndio walichomeka tarehe 12 mwezi wa 9. Sasa mimi nimeteseka sana na watoto wangu. Juu watoto waliwachwa wakiwa shule, nimeteseka mpaka wengine walikuwa waenda university, hawakuenda juu sikuwa na chochote ya kuwapea. Stories like these are common where the loss of a loved one is quickly followed by conflict over property left behind. Hakuna msaada wote kwa wale watu. Kuna nyumba ilikuwa tunachukua pesa yake, inatusaidia sisi na watoto. Baada ya mume wangu nilipokaa miezi mitatu, baada kumaliza eda, miezi 4. Wakawa wamesema wanampeleka mtoto shule, huyu msichana hakumaliza form 4. Ikawa vurugu imeingia hapo. Wakawa wanasema mimi napata pesa nyingi. Wakachukua pesa za nyumba. Akachukua kabisa tena wakaniambia nyumba ni yetu. According to Betty Musindai, founder of Hope Alive, the challenges widows face are often overlooked, yet they threaten the stability of the families already dealing with loss. Unajua mjane kama hana mtu karibu na yeye, hana matumaini. Wajane unaona mtu amefiwa na bwana, baada ya miaka 1-2 amekufa juu, hakuna mtu wa kukaa na yeye karibu mpatie matumaini. Hope Alive imeshuka mashinani chini kwa ground huko chini kwa vijiji. Ndio wamama wajane wakuwe na matumaini ya kuishi tena hata kama mabwana walienda, wakuwe na matumaini. The organization says bringing widows together helps them access legal aid, financial opportunities, and job information that can help them support themselves and their children. Wajane wale ambao wako na makesi katika koti, wajane wale wamenyang'anywa vitu, tunakuwa pia tuko na wajane wale ambao tunataka pia mambo yetu yawekwe katika sheria, yaweze kupitishwa. Gathering also serves a build up to this year's International Widows Day, expected to take place in Nairobi this June and bring together more than 7,000 widows from across the country. Tunawapatia nafasi ili pamoja tutembee na wao, tuone hapo mbeleni kwa maisha yao wanaweza pata pia namna ya kujimudu kimaisha. As these women continue to share their stories, one message remains clear: widowhood should not mean isolation. For many here, unity, awareness, and support could be the key to restoring dignity and hope after loss.